lakini kuna kitu mlikuwa hamfanyi. Pepo kama huyu hawezi kutoka kwa kufunga na kuomba. Amen. Yesu akawaambia, kuna mambo mengi katika maisha yetu tunayapitia. Kuna mambo magumu katika maisha yetu tunapitia. Kuna magonjwa magumu katika maisha yetu yanatupata kwa sababu tumekosa kuomba. Amen. Na Yesu Kristo akatuambia kabisa ya kwamba ugonjwa kama huu, presha kama hii, ndoa kama hii haiwezi pasipo kuomba. Kazi kama hii haiwezekani pasipo kuomba. Amen. Huyu ni Yesu anatuambia. Danieli alipokuwa kule, sijui kunaitwaje, na mfalme Dario, akaambiwa hakuna kuomba, unaniomba mimi ndio unastahili kuomba. Barua zikaandikwa, mbiu zikapigwa. Ukisoma Danieli, nenda usome Danieli, nitasoma tu mistari kidogo tu, lakini msomaji wa Biblia nenda ukasome Danieli, muangalie Danieli vizuri sana. Danieli 6:10. Hapa tu ni pale Danieli alipoingizwa katika ile nyumba ya simba. Amen. Rumu ambayo masimba wamejengewa, lakini ikafika wakati midomo ya simba ikafungwa kwa sababu ya maombi. Midomo ya simba haikupewa nafasi kwa Danieli kwa sababu ya maombi ya Danieli. Lakini mchana wa leo nataka nikwambie ya kwamba huyu mtu alikuwa ameweka desturi. Desturi ni kwamba alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Yuko na timetable ya kuomba. Sijui kama alikuwa anaomba saa ngapi mpaka saa ngapi. Hiyo ni timetable yake. Nataka ujiulize siku ya leo ya kwamba yuko wapi kama Danieli mchana wa leo mahali hapa, ambaye ataandika tu timetable yake ya maombi, atajipangia maombi yeye mwenyewe, hata kama ni mara moja kwa siku, haipiti bila kuomba Mungu. Yuko wapi? Yuko wapi kama Danieli, ambapo atakuwa na msimamo mchana wa leo, aseme ya kwamba haijalishi hata solution itakuwa gumu kiasi gani, lakini kwa sababu mimi nimeekwa kumuomba Bwana, nitamuomba Mungu bila kukoma. Yuko wapi? Kitabu cha Ezekieli sema ya kwamba ninatafuta mtu atakayesimama kwa zamu kwa ajili ya watu wengine, atakayesimama kwa zamu kwa ajili ya familia yake, atakayesimama kwa zamu kwa ajili ya kanisa na kaliombee kanisa, atakayesimama kwa zamu kwa ajili ya wagonjwa, atakayesimama kwa zamu kwa ajili ya Kenya hii. Yuko wapi?
Yuko wapi leo mtu kama Danieli ambaye mchana wa leo midomo ya masimba itafungwa na isipate nafasi kwa ajili ya maombi? Yuko wapi? Yuko wapi mchana wa leo? Nataka tukasome kitabu kimoja cha huyu mtu nayemzungumzia. Usije ukasema naongea maneno yangu. Nataka tuone, twende hiyo 6, Danieli 6 hapo, tukasome mistari michache ndipo tukaweze kusonga mbele. Nataka usikize kwa makini. Unapotoka hapa, usitoke jinsi ulivyoingia. Toka tu na kitu kidogo ambacho kitakusaidia kwa maisha yako. Danieli 6 inasema ya kwamba hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiiwa sahihi, akaingia nyumbani kwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Danieli alikuwa na hii desturi ya toka mwanzo. Hata alipokuwa yule mfalme Dario amewaambia ya kwamba ni lazima ukasimame ili ukaweze kuniabudu mimi, mbiu zikapigwa, barua zote zikaandikwa, wakuu wa makuhani, president wote, magavana, MCAs, wakubwa wote wa maaskari, majenerali wote wakapashwa barua. Wakaambiwa basi siku hiyo ni lazima tukaombe huyu mtumishi mfalme. Amen. Ni lazima tukasimame ili tukaweze kumuomba, na hakuna hata mmoja atakayeomba kwa jina la huyu mtu awaye yote ambaye ni Yesu Kristo. Lakini Danieli hakuweza kusikiza hayo yote, hakuweza kuyajua hayo yote. Akasema ya kwamba kwa sababu ninajua Mungu wangu anaishi, kwa sababu ninajua ya kwamba mimi hataniacha, basi sitajificha. Nataka watu wote wakajua ya kwamba wewe ni Mungu, unaweza. Akafungua pazia za madirisha yake, akaingia katika chumba chake, akafungua madirisha ili eti asijifiche, akiomba watu wasimuone. Alitaka wakamuone, ndipo wakajue Mungu ambaye yuko hai, Mungu ambaye yuko mbinguni, Mungu ambaye anaweza, Mungu ambaye anatosha. Kila mmoja akatambua ya kwamba huyo ndiye Mungu anayestahili kuombwa. Amen. Basi akapiga magoti mara 3 akaomba. Ndipo walipomuona anaomba wakaona kumbe wamedharauliwa. Na ni kweli, rais anapotangaza kitu leo
ya kwamba kesho hawaendi kazini, ama kesho hiyo barabara hakuna mtu anapita, alafu wewe upitie, ndio utaona Chemtema Kuu. Ile barabara tu ya Tamaki pale ya Umoja Raba kwenda hivyo Mtwapa, aseme ya kwamba sitaki kuona hata mtu mmoja kanyaga hiyo barabara kwa hii siku moja tu, alafu wewe uonekane kwa hiyo barabara, unajua nini kitafanyika? Ile adhabu ambayo imesemekana utapewa, hiyo ndio utapewa tu. Amen. Lakini ilipotangazwa, Danieli akaboya kwamba kila mmoja atakayekiuka haya maagizo atatupwa katika tundu la simba, atamezwa na simba, atafunwa na simba, na atakuwa chakula cha simba kwa jina la Yesu. Lakini Danieli akasema ya kwamba mimi najua sitakuwa chakula cha simba, kwa sababu ninaye mtetezi kwa maisha yangu atakayenitetea hata wakati nitakaponitupa katika tundu la simba. Najua Bwana atanitetea kwa jina la Yesu. Basi Danieli akashikwa akatupwa katika tundu la simba. Amen. Lakini hata baada alipotupwa katika tundu la simba, Danieli bado hakunyamaza. Amen. Ni nani mtu yule ambaye hata watu mtaani wakikudharau hautanyamaza, utamwomba Bwana? Ni nani mtu yule ambaye hata unapofutwa kazi hautanyamaza, utasimama na kumwomba Bwana? Ni nani mtu yule mchana wa leo ambaye hata ndoa yake itakapoharibika, hata ndoa yake itakapoisha, hata familia yake atakapoikosa siku ya leo, hatanyamaza, atamwomba Bwana, atasimama na neno moja tu? Amen. Tunaona mtu mwingine pale, watu watatu wanaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Basi tunaona hao watu pia wakakataa kuabudu miungu ya Nebukadneza. Wakasema ya kwamba kwa sababu tunajua Mungu wetu anaishi. Ni nani mchana wa leo ambaye anajua ya kwamba Mungu wake anaishi? Ni yupi mchana wa leo ambaye anaweza akasimama na akajua ya kwamba hata hivi sasa Mungu wangu anaishi? Ni yupi ambaye atasimama na basi ya kina Danieli, ambaye atasimama na basi ya kina Shadraka, Meshaki na Abednego? Pray always. Praying without ceasing. Praying at all time. Wakristo wa leo tumekosa kutambua ya kwamba kujua hii secret, siri ya kuomba Mungu. Ndiposa Wakristo wa leo tumekuwa Wakristo waoga. Amen. Wakristo wa leo tumekuwa waoga kwa sababu tumekosa kuomba. Tumekuwa waoga tu, tunaogopa. Tumekosa ujasiri kwa sababu tumekosa kuomba. Hatuombi. Ukiangalia mtu anakula from January to December, hakuna siku hata moja atasema nimeamka asubuhi sitagusha kitu, hata nitapiga tu mswaki, ama hata ile mswaki wacha nikae hivyo venye niko.
saa 12 ndipo nitakapokunywa maji. Ni nani? From January to December ni wewe tu na chapati surwa, niweke chapati surwa, niweke maharage, niweke kuku hapo chungu choma. From January to December. Ukitoka last time niweke tu chapati 2 na surwa. Unakula tu. Tumekosa kumwomba Yesu. Tumekosa kujinyima na kusimama katika zamu kama wakina Danieli. Amen. Hakuna siku hata moja ambayo unaweza kusimama tu useme leo sitakunywa hata maji, nitamwomba Bwana. Hakuna. Nazungumza na mtu hapa ambaye imeanza Januari mpaka sasa imefika Novemba, tunamaliza Novemba, tunaingia Disemba, hajifunga na kuomba. Yuko hapa. Amen. Nazungumza na mtu yuko hapa. Amen. Yuko hapa. Mungu atakutetea vipi? Roho atakuongoza vipi? Amen. Nataka twende katika kitabu cha Yohana 7:38. Kitabu hiki kinazungumzia imani. Yohana 7:38 inasema ya kwamba aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Amen. Bwana akasema yule aniaminie mimi, kama maandiko yalivyonena, mito ya maji itatoka kwake. Amen. Mito ya maji unafikiria ni nini? Eti utaanza kufunguka mfereji maji yaanze kutoka? Hapana. Kuna mambo ambayo ni magumu kwa maisha yako yataanza kuonekana rahisi. Amen. Unajua muhimu wa maji ni kufanya mahali ambapo ni pakavu. Amen. Maji yanalowesha kitu kilichokuwa kikavu na kukifanya kuwa chepesi. Amen. Maji, mito ya maji ikitoka kwako, mambo ambayo unayaona ni magumu kwa maisha yako yatakuwa mororo, yatakuwa mepesi. Amen. Yatakuwa rahisi kwa maisha yako. Jamani, msilani. Si hata naanza. Naanza namaliza sasa hivi. Naanza namaliza sasa. Kwani mnalala? Msilali. Dakika tu kidogo tu tusikie neno. Alafu namaliza sasa hivi.
Mimi hata sichelewi, si mnajua mimi sichelewi, namaliza sasa hivi. Nataka kuna kitu ambacho nataka kila mmoja kiingie katika akili yake na kiweze kumsaidia ajue ya kwamba siku moja tu anapochukua na kusema ya kwamba mimi leo sitakunywa maji, sitakula chochote hii siku ya leo, kuna jambo limeniuma sana tena sana, kuna kitu nimekitamani kwa muda mrefu, nimetamani kutumika kanisani, nimetamani ndoa yangu ikasimame, nimetamani maisha yangu yakawe imara. Pia mimi nimetamani nikawe na ndoa kama wengine, nimetamani pia mimi nikawe na kazi kama watu wengine ambao wako na kazi, nimetamani pia mimi nikaitwe heri kama watu wengine. Hiyo siku ni wewe na Mungu wako, unaongea na Mungu wako na Bwana atakusikia. Amen. Nataka twende tukaangalie mtu ambaye anaitwa Esther. Kabla tuangalie Esther, kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Vashti ambaye alikuwa malkia, na huyu mtu alikuwa malkia wa mfalme, jina lake anaitwa, twende tukamwangalie hapo katika kitabu cha Esther, kitabu cha Esther, kama huyu jamaa alikuwa anaitwa nani na alikuwa na malkia. Tuko pamoja katika kitabu cha Esther. Esther chapter 4. Haya, tuanze pale chapter 1. Zamani za Ahasuero, naye huyu Ahasuero alimiliki toka bara Hindi mpaka Kushi, juu ya majimbo 127. Tumepata jina la huyu mzee ambaye ni mfalme, alikuwa anaitwa Ahasuero, akawa ni mfalme. Huyu mfalme alikuwa na malkia anaitwa Vashti. Basi mfalme akawa ni bora akaweze kuandaa karamu, watu wake maeneo wote, wakubwa wadogo zake ambao amewateua yeye wakawe chini yake, wakaweze kukuja pamoja ili wakaweze kusherehekea. Amen. Basi wakaandaa ile sherehe, wakakuja pamoja, wakakuja kusherehekea hapo nyumbani kwa mfalme. Lakini tunataka tuangalie mtu mmoja ambaye hakuwa anaomba. Amen. Mtu huyu anaitwa Vashti, hakuwa anaomba na ni malkia. Amen. Watu wakakusanyika, wakafika pale, wakaitwa, wakakula, wakachoma nyama, kila kitu, wakakula kila aina ya vileo. Lakini ilipofika wakati wa kutambulishwa bibi ya mfalme na mfalme, bibi ya mfalme akaitwa, akakataa kutoka mbele. Bibi
bibi ya mfalme akaitwa, akakataa kutoka. Watu wakajiuliza, hii anatuonyesha nini? Bibi ya mfalme mzima unaitwa mbele ya wakubwa wote ambao wamekuja, unakataa kutoka. Amen. Unakataa kusogea mbele na kujitambulisha ili ukatambulike kuwa wewe ni malkia, ili watu wakujue, wakupatie respect zako, wakupatie heshima zako zote. Amen. Sherehe ikaisha, watu wakapita, lakini hilo jambo liliuma sana. Lilimuuma sana mfalme, likauma sana wale wadogo zao, na likauma sana watu wote. Wakasema ya kwamba hata kama hatutamchukulia hatua huyu mtu, basi hata sisi ambao ni wadogo wa mfalme tutaeleweka vipi? Amen. Ni lazima tukafanye kitu ambacho tutampatia funzo hata wake wa hawa wadogo. Wanapofanya kitu kama hii, wajue hii ni hatari. Basi mbiu zikapigwa na mambo ikapangwa ya kwamba ni lazima mfalme akapate malkia mwingine. Amen. Ni lazima akapate malkia mwingine. Sherehe ikaandaliwa, mbiu zikapigwa tena,